uliokuwa nayo, linakwenda kufanyika uzima katika maisha yako uliokuwa nayo. Dunia haitakupatia kila kitu ambacho unachokihitaji. Watu wa karibu wanaweza wasikupatie kila kitu ambacho unachokihitaji, kwa sababu kuna wakati utahitaji kupata vitu kutoka kwa watu. Inawezekana kwa wakati watashirikiana nawe, lakini kuna wakati utafika hakuna ambaye atakayeweza kushirikiana nawe. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu ana asili ya kuchoka ndani yake, lakini Mungu hana asili ya kuchoka ndani yake. Mungu hana asili ya kuchoka ndani yake. Ndio maana katika kitabu cha Yeremia tunamwona Mungu anatueleza juu ya habari ya kumtegemea yeye. Anatuambia tumtegemee yeye. Anatueleza juu ya habari ya kumtumainia yeye. Anasema amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa, lakini amtegemeaye Bwana amebarikiwa. Mungu anamfananisha kama mti uliopandwa kando ya mto ulioeneza mizizi yake karibu na mto. Ule mti una tabia ya kuyafyonza maji kutoka kule mtoni na kuyapandisha juu. Ndio maana katika idadi ya miti ambayo unaoiona, kuna miti fulani hata kama inaweza ikawa iko katika sehemu ambayo kuna ukame zaidi, lakini utakuta yenyewe huwa imechanua. Uchukulie mfano huu mti unaoitwa msonobari. Msonobari hata kama uwe katika mkoa ambao una ukame sana, lakini ule mti unaukuta muda wote huwa umechanua, kwa sababu huwa unapeleka mizizi yake mbali kwa ajili ya kutafuta maji. Ndio maana huwa una uwezo wa kustahimili ukame. Kwa hiyo sasa, ili uwe na uwezo wa kuweza kuyastahimili maumivu, lazima ukubali Mungu afanyike amani katika maisha yako. Lazima ukubali Mungu afanyike faraja katika maisha yako uliyokuwa nayo.